Naam, mtazamaji wa Ngale Sports, tuijadili Yanga leo hii kwenye mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi. Anahitaji nini? Anahitaji kitu gani ili afuzu kwenda hatua ya robo fainali? Yes, umenisikia vizuri. Yanga ana mchezo mmoja wa hatua ya makundi kwenye kundi lake, acheze mchezo huo ili ashinde na kwenda katika hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yes, Yanga kuna vitu ambavyo anavihitaji. Hivyo vitu ambavyo anavihitaji Yanga sasa leo nakwenda kukuelezea hapa kupitia Ngale Sports. Kabla ya yote hakikisha una subscribe ama kama umeshafanya hivyo mwambie na mwenzio kwamba Ngale Sports ili uone uchambuzi wake lazima uwe umebonyeza ile alama ya kengele. Yes, tuwatazame sasa Yanga. Katika kundi la Yanga mpaka sasa timu ambayo imepata uhakika wa 100% kufuzu kwenda hatua ya robo fainali ni Al Ahly ya Misri, ambapo katika nafasi ya pili yupo FAR Rabat ya Morocco, lakini pia yupo Yanga Sports Club ya Tanzania nafasi ya tatu, alafu chini kabisa yupo JS Kabylie. Sasa mchezo wa mwisho wa Yanga wa hatua ya makundi ni dhidi ya JS Kabylie ya Algeria, lakini kwenye namba FAR Rabat ana alama 8, Yanga ana alama 5. Kwa hiyo msimamo unasoma Ahli, FAR Rabat, Yanga, JS Kabylie. Sasa mchezo wa mwisho Yanga anacheza na anacheza na ya JS Kabylie ya Algeria, alafu FAR Rabat ya Morocco inacheza dhidi ya Al Ahly ya kule Misri. Tafsiri yake Yanga anahitaji kupata ushindi, ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho Yanga anahitaji. Yes, akishinda huo mchezo atafikisha alama 8. Akifikisha alama 8 zitakuwa na alama sawa na FAR Rabat ya Morocco, ambapo sasa matokeo ya FAR Rabat yanatakiwa kubakia hivyo baada ya mchezo wake wa 6, mchezo wa mwisho. Na maanisha FAR Rabat anatakiwa kupoteza mchezo dhidi ya Al Ahly, na sio tu kupoteza, hatakiwi kufunga goli. Maana yake anatakiwa kupoteza labda 1-2, 2-2 bila yeye kupata goli lolote, ama asipoteze mechi kwa labda 2-1 kwa maana yake amepata goli, wakati matokeo ya awali kati ya FAR Rabat na Ahli ilikuwa ni 1-1 kule nchini Morocco. Kwa hiyo Yanga anahitaji ushindi wa mchezo huo ili afikishe alama 8 ambazo zitakuwa sawa na alama za FAR Rabat. Lakini kitu cha pili ambacho Yanga anahitaji ushindi wa zaidi ya magoli 2 ama 3 na kuendelea, kwa sababu CAF wana namna ambavyo wanatafsiri sheria ama wanatafsiri kanuni kulingana na msimamo ulivyo na vile ambavyo wamekutana. Kidogo kriteria zao vipengele vyao viko tofauti. Ili ufuzu kwenda hatua ya robo fainali, kama timu zimetai alama kwenye hatua ya makundi, kigezo cha kwanza ambacho kinaangaliwa, mlivyokutana ilikuwaje? Hapo ndiko ambapo uondo wa ngoma unapokuwa. Yanga alimfunga FAR Rabat goli 1-0 katika dimba la New Amani Complex. FAR Rabat alimfunga Yanga nyumbani kwake goli 1-0. Tafsiri yake ni kwamba kila mmoja amemfunga mwenzake goli 1 na imebaki kuwa hivyo 1-1. Lakini kama mwingine kama Yanga angeshinda 2-0, alafu mechi ile ya juzi ilitoka 1-0, maana yake Yanga angeenda kwa idadi kubwa magoli. Lakini kama FAR Rabat pia angeshinda kwa magoli 2-0, manake FAR Rabat angekuwa anaongoza mbele ya Yanga kwa sababu ana idadi ya magoli mengi ya kufunga walivyokutana. Sasa wametai, Yanga kafunga 1, Yanga kafunga 1, FAR Rabat kafunga 1. Sasa kwenye huku kukutana, kwenye huku kushindana kwao, iko ni kitu cha kwanza ambacho kinatazamwa na CAF timu zilivyokutana. Kwa hiyo wametai, bado ni 1-1. Sasa kwa nini FAR Rabat yuko nafasi ya pili kwenye kundi lao? Kwa sababu yeye ana +1 kwenye idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa. Maana yake Yanga ana +2, na ndio maana inasoma kwamba Yanga anahitaji kufuta kwanza zile +2, kwa maana kufunga magoli 2 na asiendelee kuruhusu magoli, kwa sababu tayari ana hizo +2 za magoli. Lakini FAR Rabat yeye hadaiwi goli lolote, maana yake yuko na wakati mzuri kwenye eneo la kushambulia, maana yake hajafungwa sana wala hajaruhusu magoli sana. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho Yanga anahitaji, ambacho CAF pia wanakiangalia, mbali na mlivyokutana nyinyi wawili ambao mmetai alama na mazingira mengine, je, umefunga ama umefungwa magoli mangapi mpaka kufikia hapo?
na nani anatakiwa kuwa juu ya mwenzake. Kwa hiyo matokeo ya Yanga dhidi ya JS Kabylie yanatakiwa kuanzia 2-0 ama 3-0 ili kufuta hiyo perception ya kwamba labda ataenda Farabat kwa magoli ama kwa idadi ya magoli mengi ya kufunga. Lakini pia dua ambayo Yanga anatakiwa kuomba ni kumwombea Farabat apoteze mbele ya Ahli, lakini pia pengine labda kwa goli zaidi ya moja, na zipo sababu naweza kumfanya Ahli amfunge Farabat kwenye mechi ambayo wanakwenda kukutana. Vurugu ambao Farabat walifanya kwenye mchezo wa mwisho ambao ulitoka 1-1, lakini pia upinzani wa timu za Misri dhidi ya timu za Morocco ni mkubwa sana. Ukiondoa changamoto ya Ahli dhidi ya Farabat, hata Wydad pia dhidi ya Ahli ni moja mechi ambayo watu wengi wanatazama kwa ukubwa sana. Timu hizo ukizingatia zimewahi kucheza fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo huenda Yanga akasaidiwa majukumu na Ahli kwa kumfunga Farabat, na Farabat akajikuta amesalia na zile alama 8, alafu Yanga akalazimika kushinda mechi dhidi ya Kabylie, lakini kwa idadi ya magoli yasiyozidi ama yasiyopungua 3. Hiyo ni changamoto kubwa sana ama ni mzigo mrefu sana ambao ni moja ya kitu ambacho pia Yanga anahitaji kufanya. Yes, pressure ni kubwa ukilinganisha na hali ilivyo, kwa sababu ndio timu pekee ya Tanzania ambayo imebeba matumaini pengine ya kwenda kufanya bora zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukilinganisha pia Simba hajawa na wakati bora sana kwenye michuano hiyo kwa mwaka huu. Nini ambacho Yanga anakwenda kukutana nacho kwenye mechi dhidi ya JS Kabylie? Yes, umenisikia vizuri. Miongoni mwa vitu ambavyo Yanga anakwenda kukutana navyo kwenye mechi dhidi ya Kabylie ni baadhi ya wachezaji ambao wamewahi kufanya kazi katika ligi ya Tanzania ama wamewahi kucheza katika ligi ya Tanzania, lakini pia wengine Yanga wamewahi kukutana nao. Mfano Boubacar Sarr alicheza kikosi cha Simba, hakuwika sana ama kwa wakati mzuri, lakini ni mmoja nyota ambaye JS Kabylie wanamtumia. Mchezaji mwingine ni Arthur Bada. Umenisikia vizuri, Arthur Bada ni nyota ambaye alipita kwenye klabu ya Singida Black Stars. Arthur Bada alikuwa ni mmoja ya kiungo ambaye watu wengi walikuwa wanamtazama kwa jicho la karibu sana, huenda angezitumika timu za Kariakoo, lakini Waarabu wa Algeria wakapanda dau na wakamchukua Arthur Bada. Manake Yanga anaingia kwenye mechi hiyo akiwa anafahamu tayari wachezaji wawili hao kwenye kikosi cha Kabylie. Mchezaji mwingine ambaye anamfahamu ni Celestine Ekwa. Ndio, Celestine Ekwa ambaye Yanga wamempa mkono wa kwaheri kwa dirisha hili ambalo limepita, dirisha dogo, ametimkia kule JS Kabylie na mara kadhaa amekuwa akipata nafasi ya kucheza, ila muda mwingi akianzia bench. Kwa hiyo Yanga wanamfahamu mchezaji mwingine huyo wa JS Kabylie kwenye kikosi chao kuelekea mchezo wao wa kimaamuzi zaidi siku ya Jumapili, ambapo kocha Pedro Gonçalves alishindwa ama aliona kwamba huduma ya Ekwa haitoweza kukidhi ama kufua dafu mbele nyota wengine ambao yeye amewahitaji na kuwaona kwenye kikosi cha Yanga, ikiwemo ingizo jipya la Alan Okello. Mchezaji mwingine ambaye Yanga wamewahi kukutana naye kwenye michezo hii ya CAF, ukiondoa Celestine Ekwa, Boubacar Sarr pamoja na Arthur Bada, mchezaji mwingine ni Aymen Mahyous. Aymen Mahyous, mfungaji bora wa CHAN mwaka 2022 ambayo ilifanyika kule Algeria na Senegal alikuwa bingwa. Aliondoka ama alifunga kibindoni magoli 7 kwenye ile michuano na akatimkia ama alikuwa anachezea katika timu ya USM Alger, ambapo Yanga pia walicheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yes, fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo Yanga walicheza dhidi ya USMA ama USM Alger. Timu ile ya USM Alger alikuwa mshambuliaji wa mbele pale, alikuwa ni Aymen Mahyous. Kijana huyu ambaye Algeria wamekuwa kimtazama kwa jicho la karibu na wamekuwa kimpa nafasi pia ya kucheza kwenye kikosi cha timu ya taifa. Sasa hivi anavaa jezi ya JS Kabylie. Kwa mpaka hapo Yanga ana nyota wengi ambao anawafahamu kwenye kikosi cha JS Kabylie, ambapo inaweza ikawa ni sehemu ya faida kwake kupunguza pressure, kupanga mpango mipya kuelekea katika mchezo huo wa JS Kabylie siku ya Jumapili na kumfunga kirahisi. Na ukilinganisha Yanga alitoka naye bila kwenye mchezo uliopita ama mchezo ambao Kabylie alikuwa nyumbani kwake. Pressure ni kubwa kwa Yanga, lakini mzigo pia wa nchi unamuelemea Yanga
mabega yake. Mambo atakuwaje? Tulia hapo hapo kwenye Ngale Sports, tuna mengi ya kukusimulia kuhusiana taarifa za michezo hapa kwetu Tanzania. Usisahau kubonyeza alama ya kengele.